Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mwingine tena mzuri ambapo tunaendelea na vipindi vyetu. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kipindi kilichopita. Ni imani yangu ya kwamba kila mmoja anafuatilia kwa ukaribu na anaandaa mawazo yake ili kuelewa, tuweze kujua masuala ya afya ya akili. Kila wakati huenda unakuwa makini kutunza mwili wako, lakini je, unakumbuka ya kwamba akili ni sehemu muhimu sana? Dokta ameendelea kutufunulia na tuendelee kufuatilia. Chanzo cha tatizo katika ndoa hasa ni nini? Hili ni swali ambalo kila mtu huenda anajiuliza. Na Mungu hajakusudia ndoa ziwe hivyo jinsi ambavyo watu wanachukulia. Muasisi wa ndoa ambaye ni Mungu mwenyewe, na tuliona ya kwamba hakuna mtu mwingine aliyetengeneza ndoa isipokuwa Mungu mwenyewe, aliunda akaitengeneza akiwa na makusudi ya kwamba iwe ni baraka kwa watu. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 2 fungu la 23 anasema, Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Nakumbuka jana nikawaambia kwamba mwanamke ametwaliwa kutokea kwa mwanamume. Kwa hiyo kwa lugha ya Kiingereza wakarahisisha sana. Wao wakasema man, tunajua ni mwanamume, japokuwa ina maana pia ya mtu, woman ambayo inamaanisha mwanamke, lakini mkusanyiko wa maneno mawili. Woman ni womb, man mtu mwenye tumbo la uzazi. Kwa hiyo mwanamke ni mtu kama wewe. Fungu la 24 anasema, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Tatizo la kwanza tunaanza kuligundua. Wapo watu ambao wanaingia kwenye ndoa lakini hajamwacha baba na mama yake. Mwangalie jirani yako, mwambie au inakuhusu. Yaani bado yuko kwake, lakini kuna namna anatafuta ushauri kwa baba na mama. Tutakapokuja kuangalia makundi ya watu, kuna kundi moja la watu ambao wao hawawezi kuondoka kwa mama zao kifikra. Hata kama ni kujenga nyumba, atamuuliza mama, eti tujenge nyumba? Mama akisema hapana, imetoka. Kwa hiyo wewe huku unaanza kuhangaika. Anasema, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Fungu la 27, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Kwa hiyo hakuna yeyote kati ya mwanamume na mwanamke ambaye anaweza kusema mimi ndiye niliumbwa kwa mfano wa Mungu, wewe sio. Hapana, wote wameumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Hivyo ndivyo maandiko yanavyosema, kwa Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha. Kwa hiyo familia inaanza kuundwa na kuongezeka. Sasa wanaanza mume na mke, lakini wanapata baraka ya uzazi. Zaeni mkaongezeke. Mungu alikusudia ndoa iwe ni sehemu ya furaha, sehemu ya amani, sehemu ya kimbilio. Yaani baada ya shughuli nyingi za dunia hii, baada ya misongo ya kule kazini, ukirudi kwako ni sehemu ya kupumulia. Lakini tatizo liko wapi? Watu walio wengi wanapopata shida yoyote, wanatafuta suluhisho la haraka ili kuondokana na shida hiyo. Siku hizi kizazi hiki, kati ya changamoto kubwa sana ni kutafuta majibu ya haraka. Watu hawataki kwenda kwa kina. Yaani hata kanisani ukatokea umehubiri muda ukapitiliza waliokusudia, utaanza kusikia tuko viti vina, au unasikia tu yaani ni kama signal, mchungaji kata. Ni kizazi ambacho kinataka kila kitu haraka haraka, na migogoro mingi ya ndoa inashindikana kutatuliwa kwa sababu tunatafuta uharaka. Tafuta chanzo cha tatizo ili upate jibu sahihi. Haleluya. Hapo ndipo sehemu wengi tunashindwa. Na ili uweze kupata chanzo sahihi, lazima urudi katika msingi wa awali wa Mungu. Mpango wa awali wa Mungu wa ndoa ni kwamba ndoa iwe mbingu ndogo. Haleluya. Kiukweli hata kupenda hatujui mpaka tufundishwe na Mungu.
Ngoja kidogo tu nikupe hii kusaidia huko mbele, tutaigusa kwa kina zaidi. Kwenye Agano Jipya, amri ya upendo ya Agano Jipya ni tofauti na Agano la Kale. Agano la Kale anasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Agano Jipya mpendane kama nilivyowapenda. Hazifanani. Na kama hujui Yesu alikupendaje, huwezi kujua kupenda. Kwa hiyo inabidi tuanze kuwafundisha watu Yesu alivyotupenda kwanza, ili ikifika ile saa ambayo unamwambia mkeo toka hapa, na unaulizwa swali na Yesu naye amekwambia toka hapa. Mwanzo 2:20, Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Angalia neno vizuri, aliyefanana naye. Nyani walipita, hawakuwepo wa kumsaidia. Ng'ombe walipita, hakuwepo wa kumsaidia. Kiswahili cha kisasa kimeweka vizuri zaidi, anasema basi huyo mwanamume akawapa majina wanyama wote wa kufugwa, wanyama wa porini na ndege wote wa angani, lakini hakupatikana msaidizi yeyote wa kumfaa. Kwa hiyo ukisikia wa kufanana naye, haina maana ya kufanana muonekano, ni wa kumfaa. Sikiliza kidogo uelewe neno wa kumfaa maana yake ni nini. Kizibo cha soda hakifungi ndoo ya maji. Kama umenielewa nipungie mkono. Kama hujaelewa sema rudia. Wewe chukua kizibo cha soda, wewe kafungie ndoo, alafu unakazana, mbona maji yanamwagika? Ni kwamba kile kizibo kinafaa soda, hakifai ndoo. Kabla ya kuingia kwenye mahusiano, angalia yupi wa kukufaa. Maana wako wengi, ila wa kukufaa ni huyu, ni mmoja tu. Mpango wa awali wa Mungu katika ndoa ni upendo. Ndio kitu cha kwanza. Katika siku hizi zote tutajifunza upendo maana yake ni nini. Maana kiukweli watu wengi hawajui kupenda, na ni mpaka ufundishwe na Yesu mwenyewe. Mpango wa Mungu wa awali katika ndoa ni amani na furaha, lakini kuna baadhi ya ndoa ni kambi za kijeshi kama jana nilivyosema. Na wazee wangu mlioko hapa, watu wazima mlioko hapa, watoto wenu muangalie kama walivyo, wana utaratibu wao, wana utawala wao pale nyumbani, na we hujui, na kuna majina mmepewa hamtayajua mpaka, yani hutakaa ujue unaitwa nani, ila tu ile ukiingia vinapeana signal, Osama anaingia. Kuna wengine ilitokea tu kwa bahati nikasikia wanamuita mama yao Margaret Thatcher. Ikabidi nifuatilie Margaret Thatcher ni nani. Kumbe alikuwa ni waziri mkuu wa Uingereza wa zamani, mama anayeongea Kiingereza kilichonyoka kweli kweli. Kumbe ile mama yao ana maneno mengi, yani akiingia atasema bibi Thatcher ameingia, jipangeni. Sikia nikwambie, Mungu alikusudia ndoa, nyumba iwe ni sehemu ya furaha, iwe ni sehemu ya pumziko. Yeye aliyeumba dunia aliumba na ndoa, na yeye mwenyewe akasema kila kitu kilikuwa ni chema. Mwanzo 1:31, Mungu akaona kila kitu alichokifanya na tazama ni chema sana. Sio chema kidogo, chema sana. Sio kidogo, chema sana. Nini kimetokea huu wema sasa kama vile hauonekani? Sikia, maisha wakati wa fungate na maisha ya ndoa, je, yanafanana? Naongelea honeymoon, ile siku ya honeymoon. Ukilinganisha maisha wakati wa honeymoon na baada ya honeymoon, je, yanafanana? Nafikiri ni ndugu yangu Singo ndiye aliwahi kuongea hii sentence kwamba mnaanza vizuri na neno honey sweetheart, ila kadri siku zinavyoenda utasikia tu we. Huyu ambaye alikuwa anasema sweetheart leo imeishia wapi? Eti jina halijui. We. Wapo ambao ndoa zao zimefika matarajio yao kwa asilimia kubwa. Usije ukasema kwamba kila ndoa ina shida. Jana nilikuwa nasikia vijana wanaongea hapo nyuma, nafikiri ni pale sehemu ya kula chakula. Nikawapenda sana. Mmoja anambia mwenzake, usije ukasema watu hawana hela, sema sina hela. Maana kuna watu wanazo. Na wewe usije ukasema ndoa zote ni mabomu.
wewe, kuna watu wanaenjoy. Usije ukajidanganya hapa. Usidanganywe na mitandao. Ukisikia mtu kachinjwa, wakati mtu kachinjwa kapigwa huko, kuna mwingine yuko tayari kufa kwa ajili ya mmewe. Kuna ambaye yuko tayari kufa kwa ajili ya mkewe. Kwa hiyo maisha ndivyo alivyo. Wapo ambao ndoa zao zimefika, matarajio yao kwa asilimia kubwa haifiki 100, maana kuna dhambi. Angalau 90 na. Lakini wapo ambao ni kinyume kabisa na walivyotaka. Yaani akaulizwa, bwana vipi? Anasema ni sawa na kifo na usingizi. Niliyekutana naye nikiangalia basi. Mmoja leo kusema ni kwa sababu tu tumebanwa na andiko kwamba hadi kifo kiwatenganisha. Nikamwambia, kwa hiyo una mpango gani? Anasema isingekuwa hilo andiko ningeshaondoka. Nikamwambia, umeua. Mpaka dakika umeua. Maana ukisikia anaumwa amezidiwa unasema siapitilize, na kwa taarifa yako unayemtaka afe hafi, ndio ataendelea kukaa. Wapo ambao mambo yalikuwa ni mazuri lakini yameharibika ghafla, hata hawaelewi nini kimetokea. Wapo ambao mpaka dakika wanavyonisikiliza hawaelewi nini kinachoendelea kwenye ndoa zao. Yaani akisema ni mbaya haelewi, akisema ni nzuri haelewi, yuko hapo katikati hapo. Lakini kwa nini wengine walie, alafu kwa nini wengine wafurahi? Ndoa ni kama mchezo wa draft. Kila mmoja anatakiwa acheze vizuri sehemu yake. Haleluya. Na ukicheza vibaya mambo yameharibika. Siri iko wapi? Mithali 24 fungu la 3 napokwenda kumalizia anasema, nyumba hujengwa kwa hekima na kwa ufahamu huthibitika. Mtu asije akakudanganya, lazima ukubali kujifunza. Nyumba haijengwi na maneno. Kuna watu ni wataalamu wa kuongea ila vitendo zero. Amos 3:3. Je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Neno kupatana liangalie vizuri. Ni watu ambao wameendana. Kuna wakati mwingine huyo mtu uliye naye hamuendani, inabidi ukae chini muanze kutengeneza mambo ili muendane. Fungu la 4. Je, simba atanguruma mwituni asipokuwa na mawindo? Mwana simba atalia pangoni mwake akiwa hakupata kitu. Unasema, pastor unamaanisha? Ninamaanisha hivi, hakuna mgogoro usio na sababu. Labda muwe vichao mwendani na mmoja apelekwe Mirembe. Lakini kama mna akili timamu, anzeni kuangalia tatizo liko wapi. Andika hii Mithali 24:14. Basi utaijua hekima kuwa tamu kwa nafsi yako, ikiwa umekwisha kuiona, ndipo itakapofuata thawabu, wala tumaini lako halitabadilika. Kile unachokitamani katika ndoa yako kipo katika hekima ya Mungu. Kuna vitu Mungu ameweka tayari, ukivijua, ukitii utaratibu wake, ni tamu nafsini, tumaini lako litarejea. Ndoa iliyokuwa chungu itakuwa tamu kama asali. Ndoa iliyokuwa kambi ya mafunzo ya kijeshi itakuwa ni sehemu ya kupumzisha akili yako. Fuata anachokuambia Bwana. Chanzo cha tatizo ni kukosa hekima, busara na ufahamu. Hapo ndipo kuna shida. Kama ukikubali kufuata hekima, busara na ufahamu, tafuta hekima, nenda kwa busara, sio kwa mihemko. Ongeza ufahamu kila kukicha. Tafuta ni wapi nirekebishe mambo yawe vizuri. Tutaanza kuona kwa kina urekebishe wapi ili ndoa yako iwe na furaha. Bwana awabariki sana. Tusimame tuombe. Asante Yesu, asante kwa kuwa wewe ulikusudia ndoa iwe sehemu ya furaha. Leta amani, leta furaha. Yeyote anayesikiliza ambaye nyumba yake ina msongo, wewe uliye amani ya kweli, ukalete amani katika nyumba hiyo. Neema yako inatosha. Kwa jina lako Yesu tumeomba na kuamini. Amen.